hali ya uchumi ilikuwa mbaya zaidi kuliko wakati huu, lakini tuliweza kutoa serikali kwenye shimo pale iliyoko, tukapandisha mapato, ushuru ikatoka bilioni 200 ikapanda mpaka bilioni 500, ikaenda mwaka ufuatao milioni 700, tukaenda bilioni 900, kisha tukafika trilioni. Tulijua, maana tuliangalia pale uchumi ilikuwa inavuja. Pesa ilikuwa na sanywa kutoka kwa wafanyabiashara na kwa wananchi, lakini hizo pesa ilikuwa inaingia kwa mfuko ya watu wengine. Hata wakati huu inafanyika katika hii serikali ya Kenya Kwanza, mingi ya ushuru ambayo inasanywa kutoka kwa wananchi haingii kwenye miradi ya serikali, inajulikana. Kwa hivyo badala ya kuumiza wananchi zaidi, tumewambia watafuta mbinu ya kurekebisha uchumi. Kama hawezi hao waondoke. Sisi tumesema namna hiyo. Mimi nilimwambia hao juzi na rudia tena hapa leo ya kwamba punda ya Kenya imechoka. Ukizidisha hii mzigo, punda itarudisha, itatupa chini na wafanye yale ambayo wanataka kufanya. Sisi kama Azimio tumesema tunataka Wakenya wakati huu ya kutafuta maoni yao wajitokeze kwa wengi, jamaa wakija karibu na waende watoe maoni yao, waambie jamaa ya kwamba sisi tumekataa, hatukubaliani na nyinyi kwa kupandisha ushuru kila mahali. Lakini tumewaonya, maneno wamesema ati wapende wasipende, hiyo lugha ambayo tulisikia wakati ile ya Nyayo, ati hii mswada itapita katika bunge. Kama wakithubutu kufanya hivyo, sisi kama Azimio tutakwenda pamoja na Wakenya na tutaleta Wakenya pamoja. Tutaambia Wakenya kwamba wachukue mamlaka mikononi mwao kulingana na fungu la kwanza ya katiba yetu, ambayo imesema ati mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wa Kenya wanaweza kutumia hiyo mamlaka moja kwa moja, au wanaweza kupatia viongozi ambao wamechagua hiyo uwezo ya kuwakilisha. Kwa hivyo haya yote tutafanya, na wasiseme kwamba hawakuonywa. Tunawaonya na wajukue hii kama ni onyo kali ya mwisho ya Azimio.